ili mnenaji atakaposimama na sisi tukisikiza neno lako tuweze kupata ufahamu ili lieleweke vizuri katika mawazo na maisha yetu tunapojiandaa kwa kurejea kwako mara ya pili kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mapenzi yako yatendeke, ndio ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Haraka sana, hebu nipate wale ambao watakusanya sadaka ndio tuingie sehemu ya mwisho. Ushers, where are you? Viongozi, hebu tufanye haraka. Ili it's okay. This one is enough. Tuje haraka. You will be a reader tomorrow, even if you are not current, so you can assist. Biamono, asabali wabuate liquid cash. Kwa wale ambao wako na liquid cash, 07 69 92 0072. Ngirole 07 69 92 0072. Kevin Onkanga, kwa wale ambao wako na liquid cash, 07 69 92 0072. Enoti sana ibere sanemo kianda ibere enoti sana ibere nane tiange muraya tusomere link ase bali bategete ba mutumire our friends abale isko parole YouTube to live na nguru Facebook to live. Thank you. Biamono kiongozi asalibaga. So we want to apologize kidogo technically kwa hizi vitu zetu zimekuwa na obstacles kidogo, but we have worked out of them. Now tuko salama. Stima imekuwa na shida kidogo, but now we thank God because tuko na stima sasa. So we are live. Enda hapo YouTube Inuka Records hapo. So we are live there. Link iko hapo kwa group na ituma sau. So share that link kwa wale wenye wako na sisi hapa. So we are live Inuka Records. Na tunataka kushukuru Inuka Records kwa uwepo wenyu. Nyinyi wakati tunakuwa na functions zozote nyinyi mnakuja sana. Si hao watu wanatusaidia kidogo ama wanatusaidia sana. So Inuka Records, asanteni sana. We want to be doing this. Wakati tuko na functions kama hizo, we want to be live. Tutaki kuwa kienyeji sana. So thank you. We are live there. YouTube Inuka Records. Thank you so much. Sasa niruhusu nimlete mnenaji wa sahi ambaye sio mwingine ila ni Pastor David Menjer, our senior pastor, who is going to present the word. Karibu Pastor. Welcome. Asante pastors wenzangu, viongozi, vijana wetu na wasalimu wa mjambo. Muko vijana? Ni muda mrefu sijawahi kuhudhuria pamoja nanyi, lakini tuko station moja. Kiongozi, nashukuru kuona ni vema nasi tuje tujumuike pamoja na vijana wetu. Na kiongozi wewe ambaye ni sponsor na program hii ilipopangwa wakanipanga nami niwaletea ujumbe. Mko tayari kwa ujumbe? Kulingana na utaratibu wetu wa kanisa la Kiadventista kuna functions 3 za muhimu. Na hizo function 3
moja ya hizo ni worship. Tukija pamoja jinsi tumekuja, tusisahau function ya kufanya nini? Ya kuabudu. Because tuna Mungu ambaye tunamwabudu. Hiyo ni function ya kwanza, tena muhimu sana kwetu na kwenu kama vijana. Na katika maisha yako yote usikose hiyo function ya kufanya nini? Ya kuabudu. Function nyingine ya pili ya maana kwetu kama Waadventista wa Sabato ni function ya fellowship. Fellowship. Tumekuja kufellowship pamoja. Hiyo ni function ya maana sana katika maisha yetu kama Waadventista na kama Wakristo. Na function ya tatu ya muhimu, kwa sababu siko tatu, ni evangelism. Anything we do, we evangelize. Why we exist as Seventh-day Adventists? Ni kuhubiri. Na kazi ikiisha, Yesu atafanya nini? Atarudi. Kwa hivyo siku ya leo, kwa sababu ya hizo function tatu za muhimu, mafundisho yangu naleta kwenu, ninaweza kuyaita ni kama maziwa. Najua vijana huwezi kuwapa chakula kigumu na wapa maziwa. Si ninyi ni watoto? Na maziwa mnafikiri ni jambo rahisi? Si watoto wanalilia maziwa? Usipopea mtoto maziwa atakosa nini? Number 1, mtoto asiponyonya kuanzia akizaliwa hivi mpaka miezi 6 ananyonya bila kupewa chochote, hawezi kuwa na immunity. Kwa hizo maziwa yanajenga nini? Immunity ni ya maana. Yes, kwa hivyo nisipo waletea misingi ya immunity, mnaweza kulishwa chakula lakini hamna nini? Hamna immunity ya kutosha katika maisha ya Ukristo. Kwa hivyo mafundisho yangu ambayo nitaleta kwenu ni maneno manne kwa kijana anayekuwa. Maneno mangapi? 4 principles for growing youth. Huwezi kukua kama kijana kama huwezi kupractice principle ngapi? 4. Sitaki niwape nyingi. Na ni biblical principles. Na hizo principles nataka kuanzia ya kwanza. Principle ya kwanza inapatikana katika kitabu cha Isaya 34 verse 16. Nataka tufungue Biblia zetu. My Bible. My Bible. What a wonderful Bible. The God without measure. We are traveling together. My Bible and I. Kwa hivyo kila mmoja ana Biblia yake, sivyo? Nilisema tufungue gani? Isaiah 34 verse 16. Haya, nataka kijana mmoja asome. Najua translation za Biblia ni tofauti. Aliyesoma ilikuwa ni Paraphrase. I think it's the Living Bible ama the translation ama Good News. Tuna paraphrases za Biblia na kuna Biblia. Paraphrase ni ile inaeleza na Biblia ni ile inatafsiri. Tunaelewa? Sijakataa hiyo paraphrase kwa sababu inakuelezea na simplify Kiingereza unaelewa vizuri. Sasa sijui yako ni gani, lakini nataka usome nisikie kama ni hiyo kama ni tofauti. Hebu soma yule amepata. Yes. Look into the Lord's scroll and read. Ajia hapo. Look into the Lord's scroll. Soma translation nyingine. Hiyo inaitwa scroll. Simama usome. Seek. Teni
na mkasome kitabu cha nani? Cha Bwana. Aje hapo. Seek and read from the book of the Lord. Tafuteni mkasome kutoka katika kitabu cha nani? Cha Bwana. Neno Bwana limenakiliwa aje hapo katika vile umesoma? Hebu angalia neno Bwana. Liko capital letters. Bold. Unajua, unaona matetesi vile wananisaidia? Najua tuna matetesi and the apostolos. Mkigraduate mtakuwa apostolos. Sasa ni matetesi. Matetesi is disciples. Najua umbali huu. Nataka kuwahimiza msome. Yeah. Kuna lugha unajua vyema, Biblia inakuwa ya muhimu sana. Hata ukifundisha unaona mambo makubwa. Kama hapo vile tumesoma, vile nimeanza hivyo. Uzuri sio ubaya. Mimi naenda kuretire wakati ambapo ningeanza kazi. Najua maana nawaambia hivyo. Because nilifanya diploma kutoka Magambo. Nikaenda Bugema nikafanya theology. Nikaenda Advent University of Africa. Nikafanya masters in theology. Masters in theology. Lakini research yangu nikafanya juu ya kuretain a youth in the church. Youth retention in the church. Nimespecialize mambo ya kuretain kijana wapi? Kanisani. Alafu nikaenda Kisii University kufanya Doctor of Philosophy in region na ninatarajia kugraduate December hii. Ninaretire lakini na graduate this coming December. So naona sasa ndio ningeanza kazi. Because nina utajiri mwingi sana, na retire na huo utajiri. Na research yangu ninafanya ya kwanza nilifanya juu ya youth retention. Sasa ninafanya research huwezi kuretain kijana kama huwezi kuminvolve. Sasa ni youth involvement, ni church leadership. Na kwa kusema kweli, kiangalia kanisa letu la Kiadventista, unakuta viongozi vijana kulingana na statistics ni 9% ndio viongozi kanisani, vijana ambao wako chini ya miaka 30. 9%. Kwa hivyo 91% ni watu zaidi ya miaka mingapi? Tuko na ninyi? 91% ni miaka mingapi? 30 kwenda wapi? Kwenda juu. Kwa hivyo ukiangalia kanisa hili ni la wazee ama ni la vijana? Ni la wazee. Ndio sababu nikafanya hiyo research. Na katika ulimwengu sasa, katika ulimwengu, washiriki wa kanisa la Kiadventista 92% wanatoka Afrika, Latin America na Asia. 92%. 7% wanatoka North America. Na North America kulingana na matoleo ya kanisa kusaidia budget ya kanisa, North America inatoa 72%. Lakini washiriki ni 70%. Ukienda Australia ni 0.5% washiriki wa Kiadventista. Ukienda Europe ni 0.5%. Kwa hivyo ukiangalia kanisa hili la Kiadventista, ukiliangalia liko wapi? Liko Afrika. Na matoleo yako wapi? Yako North America. Hizi zingine zinakusanya 72% inapakisa percentage gani? 28%. Ndio matoleo yetu yote. Na ukiingia leadership inatoka mahali matoleo yanatoka. Hata kama ni wengi washiriki, lakini hatuwezi kuongoza kanisa hili. Kwa hivyo vijana vile mko hapa,
Nchi zingine hakuna vijana. Australia hakuna vijana. Nchi zingine North America hakuna vijana. Europe hakuna vijana. Makanisa yameuzwa. Makanisa yameuzwa. Na ndio sababu nikaona nifanye hiyo research. Ndiposa ile shida ambayo inafanya hizo nchi zingine inaweza kuja Afrika, mnaona? Kwa sababu hatuja involve youths in leadership. Inakuwa kanisa la wazee, wazee tukikufa na kanisa inafanya nini? Inakufa. Lakini nikiona vijana vile walisimama hapa, this madates ambao watakuwa apostolos wakigraduate, tunaona kuna kanisa. Nikiwaona hivi, kuna kanisa. Lakini msipojitunza vizuri, kulingana na principles hizo 4 nataka kuwaletea, huenda tukawa na shida. Kwa hiyo usikie sana. Katika kitabu kile tulisoma Isaya, kilisema tafuteni katika kitabu cha Bwana mfanya nini? Arabu nikawaambia hilo neno Bwana limeandikizwa katika capital letters. Na hilo neno capital letters hilo Bwana katika Biblia, najua Biblia yetu imeandikwa katika lugha 3. Moja ni Hebrew. Hebrew nasoma kutoka hapa kwenda hivi. Ingine ni Aramaic. Aramaic ndio ilikuwa vernacular language ya Wayahudi. Ndio Daniel aliandika na kina Ezra. Na ingine imeandikwa katika Kiyunani, New Testament. Sasa ile Biblia ya Waibrania, neno hilo Bwana alimo, huwezi kulikuta huko. Neno liko huko katika hiyo Biblia, huwezi kulisoma vile ulisoma. Huwezi kuwa na ujasiri wa kulisoma. Hata neno hilo katika kuandikizwa, liliandikizwa kupitia kwa njia ya cleansing. Naandika nukta moja, anaenda system ya cleansing, anakuja anaandika ingine. Kwa sababu ndilo jina la Mungu wetu. Na hilo jina ni jina la heshima. Mwibrania akifika huko anakimya, analeta ile sakafu ya nini kitambaa, anajifunika, anatamka neno hilo ambalo limetafsiriwa linaitwa Adonai. Adonai ndio Bwana. Kama sasa baba yake anaitwa aje? Jina lake tu. Ayuma. Unaweza kumsalimu asubuhi ya kwamba mzee Ayuma, good morning. Unaweza kufanya hivyo? Mzee Ayuma, umwita Ayuma wakira bia. Lakini tokumoroka Ayuma. Aseki. Tali moromi, no tali kuna heshima ya mzazi. Na Mungu ana heshima ya Mungu. Hawezi kumuita. Hata ndio sheria inasema usitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Sio jina la kutajwa. Ile heshima ya Mwibrania. Huyu Mungu mwenye utukufu, huyu Mungu tunayemwabudu, huyu Mungu mwenye uwezo, ana kitabu chake. Na kitabu chake mnakijua ni gani? Si ni Biblia? Na nabii Isaya alisema tafuteni kitabu hicho, ufanya nini? Usome, ukakisome. Tafuteni katika kitabu cha Bwana, ukafanya nini? Ukakisoma. Huyu ni nabii mmoja ambaye anaitwa Isaya, anasema hivyo. Kuna nabii mwingine ambaye nataka tuone vile anasema, Deuteronomy 17 verse 19. Musa naye anasema aje? Moses anasema aje? Katika principle hiyo ya kwanza nataka kuwaletea. Hebu tusome Deuteronomy 17:19. Yes. And it shall be with him. Hicho kitabu kitakuwa pamoja na yeye. Naye atakisoma katika maisha yake yote, ili ajifunze kumheshimu Mungu na kuyashika yote jinsi yameamuriwa. It shall be with him. He is to read it. Siku ngapi? Siku 3. Sabato peke yake. Siku ngapi? Ili ajifunze nini? Ajifunze namna ya kumheshimu Mungu wake. Ni kitabu gani atakuwa nacho na hawa anasoma siku zote za maisha yake? Hizi ni Biblia. So
wewe kama kijana uwe na Biblia yako na uwe unasoma. Na ukisoma kitakufundisha namna ya kumheshimu nani? Mungu. Ukikuta kijana ambaye hana heshima kwa Mungu, ni vile afanye nini? Asomi neno la nani? Neno la Bwana. Asome neno la Bwana. Ndio maana katika Zaburi 119 verse 9, Psalm 119 verse 9. Hebu soma. How can a young man cleanse his ways? Kijana anawezaje kutengeneza njia zake ama kutakasa njia zake? Ni kutake heed. Kutake heed na maanisha aje? Ni kuchukua makini neno la nani? Neno la Mungu. Njia za kijana zitakuwa nyofu, zitakuwa poa. Inawezekanaje kijana awe kijana poa? Ni kule kutake heed, kuzingatia misingi ya neno la nani? La neno la Mungu. Paul anaambiaje Timothy kijana ambaye alikuwa pastor wa miaka 17 katika 1 Timothy 4 verse 12. Anamwambiaje? 1 Timothy 4 verse 12. Let no one despise your youth. Mtu asitarau ujana wako. Uwe kielelezo kwa walioamini kanisani mwako, katika tendo, katika tabia zako, katika upendo, katika kiroho, katika imani na katika utakatifu wote. Uwe kielelezo kama kijana. Mtu asikudharau. Najua mimi nimekuwa kijana. I know what I tell you. Kabla ya kuwa pastor, nilikuwa kiongozi wa vijana kanisani, kiongozi wa vijana district. Nikawekewa mikono kama deacon nikiwa kijana, nikawekewa mikono kama elder nikiwa kijana, na hiyo ni miaka ile. Kama nimefanya kazi miaka 46, niliwekewa mijana miaka mingapi? Si ni ile ya zamani ya wazee. Mtu asikudharau kuwa kijana. Jidirishe kujionyesha kijana ambaye ni kielelezo katika washiriki. Washiriki wakikuangalia wanaona huyu kweli ni kijana. Pastors wanakuona huyu ni kijana. Una command respect. Najua sababu naongea hivyo, hata naongea na huzuni. Nikiwa Tanzania, kijana wa Tanzania, mzaliwa wa Tanzania, ukimkuta anakuja na heshima. Shikamoo kaka. Marahaba. Siku moja nilimsalimu shikamoo, aliudhika kwa sababu mtu mkubwa hawezi kusalimu kijana. Ni kijana shikamoo. Nikiwa Uganda na wale wengine mnasoma Uganda, kijana akiongea na anko yake anaweka magoti wapi? Chini. Respect. Lakini ukija hapa Kenya, mkikutana kijana anaweza kukusalimu? Hapa Kenya hapa kweli. Pastor kijana anakusalimu? Si ni wewe unasalimia kijana? Wakati mmoja tulikuwa na kongamano kubwa sana hapa Nairobi. Tukiwa na Watanzania, wa Kenya na wa Uganda. Ikafika wakati wa muro, wakati wa matumbaroji. Wakati naweka laini. Kakuta wa Tanzania na wa Kenya wameacha laini. Wa Kenya ndio wametangulia laini kukula kwanza. Nikaenda nikawauliza, mbona mweke laini kukula? Najua kitu waliniambia? Waliniambia wacha hayo manyang'au yale kwanza. Wacha manyang'au ndio tujipange, tuweke laini tufanye nini? Tule. Yaani wewe ni nyang'au. You behave as hata salamu zenyewe
Hata nikidrive huko Tanzania wananiambia naomba unipe driving license yako. Kwa heshima naomba unipe driving license yako. Naomba nikushike. With that respect. Nonyota etokubwata au ko request yako leke. Akubwata. Lakini abasa ngai mwera masikani. Obolie mulisio ya karakinete. Eskuro mondo manaka gweta kware gotene. Oeta. Muri kuikaransa no nyoko kagweta mugotene na samasikani. Mukwani baba mbiyole. Neraete byayo. Lero yani mukurigereri pako monda ukumenga omusuntobe muramuri mutabegeti monyo mondo ndaji ko yo monyo awetanga mwakolire mondo mtu asikutarau kwa kuwa wewe ni kijana uwe kielelezo kwa waumini kanisani kwa upendo kwa utakatifu kwa kila jambo. Sasa nataka kumeka point ya kwanza. Principle ya kwanza kwa kijana anayekuwa ni kusoma neno la nani? Neno la Bwana. Hiyo ni principle ya kwanza. Tena ya muhimu sana. Umbali huu ili neno ndilo limetuleta kulisoma neno la Bwana. Chukua muda uwe na timetable yako. Soma neno la Bwana. Hata ukiwa shuleni fanya devotion yako ndio anza kusoma geography na mambo mengine. Si niwaambia mimi nimefanya Doctor of Philosophy in Religion. Unajua philosophy is for pagans and theology is for Christians. So ninaelewa pagans vile wana behave na Christians. Because wao ni kufikiria, human thinking, and theology ni mawazo ya Mungu. Ni gani ataweza kukusaidia? Ya Mungu. Lakini huwezi kukosa kusoma na hii ya pagans kwa sababu ndio utawafikia. Waelewe. Waelewe. Na unajua wengine walikufia philosophy kama Socrates alikuwa anafundisha vijana. Arabu wakamstaki wakasema elimu Socrates anafundisha vijana sio nzuri. Akaambiwa na Wayunani aache kufundisha vijana mambo ya filosofia alikuwa anawafundisha. Kama hawezi kuacha kuwafundisha wakakoroga sumu wakampa wakamwambia uchague uache ama ukunywe hii sumu. Nafikiri Socrates alifanya nini? Alichukua sumu akakunywa akakufa. Kama wengine wanakufia philosophy, wewe huwezi kukufia theology. Akakufa. Halafu ndio wengine wakazingatia sana akina Aristotle na wengine ile philosophy ya Socrates alikufia. Ndio maana kupitia kwa akina Socrates wengine ndio elimu iko mambo ya maths, mambo ya nini ya biology, mambo haya tunasoma shuleni yalianzishwa na wao kwa sababu walikuwa na schools of thought na mambo mengine kama hayo. Sasa wenzangu, neno la kwanza, tafuteni kitabu cha Bwana mfanya nini? Uwe kijana wa Biblia. Niliwaambia maneno mangapi? Manne, lakini yamebaki mangapi? Matatu. Neno la pili inapatikana katika Luke 11 verse 1. Luke 11 mstari wa kwanza. Nataka msoma haraka halafu tumalize. Simama usome. Alikuwa naomba, alikuwa nasali a certain place mahali fulani. Huyo ni nani? Ni Yesu. Yesu alikuwa wa maombi, akiwa akiomba mahali fulani. Alipomaliza kuomba, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Lord, Bwana tufundishe namna ya kuomba. Vile Yohana alifundisha wanafunzi wake. Aya. Huyu mwanafunzi, huyu matatesi akiona Yesu anaomba, alifutiwa. Akafutiwa jinsi Yesu anaomba. Alipomaliza, sijui alikuwa anasimama wapi. Yesu alikuwa akiomba peke yake, mahali amejificha, kumbe na huyu mwanafunzi anamwangalia.
akafutiwa namna Yesu ambaye ni mwokozi wa ulimwengu anavyoomba. Alipomaliza akamwambia Bwana, tufunze namna ya kuomba. Na yeye akajihisi ya kwamba awe mtu wa kufanya nini? Wa kuomba. Aliuliza swali nzuri. Yes. Yesu alifanya aje? Katika Matthew 6 verse 5. Mathayo 6 mstari wake wa 5. Yes. When you pray, you must not be like hypocrites. Wanapenda kusali wakiwa katika njia, katika street corners, watu waweze kuwaona. Hapo yes, yule Matetes aliuliza afundishwe namna ya kuomba. Hapo Yesu anamfundisha namna ya kuomba ama anamkataza? Awako masomera wana kusaba usako bakana watakuwa ndio saba. Mwokozi wetu anajibu swali ama ameenda mambo mengine? Discourage wao. Huyu anataka ajue namna ya kusali, lakini Yesu anamwambia mnapoomba msiombe kama hypocrites. Kwa hivyo watu walikuwa wanasali, watu walikuwa wanaomba, lakini Yesu akaanza kuwa discourage kwa sababu Pharisees walikuwa ni kielelezo, wengine wawaige. Yesu akaanza kuwa discourage wasiige wale hypocrites, Mafarisayo. So hypocrites do pray. Hypocrites na wanaomba. Isn't it good news? Isn't it vyema hypocrites wanaomba? Lakini anawa discourage wasiombe kama hypocrites. Kwa nini Yesu anawa discourage wasiombe kama hypocrites? Haya, wacha tuone tena. Verse 7. And when you pray, usitumie maneno ya kurudarudia kama watu wa mataifa. Na wao wanafikiri watasikizwa kwa kwa maneno mengi. Hapo amewa encourage ama amewa discourage? Anawa discourage wasiombe kama pagans. Hebu niwaulize. Pagans na wao wanaomba? Na hypocrites wanaomba? Ni nani aombi? Ama mnafikiri nini peke yenu mmekuja maombi? Hata hili jina mnaweka prayer band. Sio kama liko poa? Prayer band. Na mwingine ambaye naye ana band. Kuna tofauti ya kegogi band, hilo neno vile natamka. Kegogi just na naja liko poa? Prayer band na kegogi band. Mkikutana huko kwa TV, ingine inaitwa ya Kikristo. Iko poa? Ina sound poa? Sitaki kuwakataza, unajua ni kitu yenu. Mimi ninahubiri tu. Sasa pagans to pray. Hypocrites na wao wanafanya nini? Wanaomba. Sasa ni nani aombi? Na wakati wa Yesu hao watu walikuwa wanaomba, akaanza kuwa discourage kwa sababu mawazo yao yalikuwa katika Mafarisayo. Jinsi pagans na wao kwa maneno mengi. Nashukuru pastor vile alifundisha. Na sasa utali kusundo kwa utali kulala. Utali kwenda ruhusa. Hypocrites to pray. Pagans to pray. Aya, turudi verse 6 inasema aje? But you, when you pray, you, not hypocrites, not pagan, but you, when you pray, go into your room. Unapomaliza kufunga mlango, pray to your Father ambaye yako katika faragani.
reward you openly. Reward inakuja openly, lakini maombi yanakuwa secret. Kwa hivyo maombi Yesu alikuwa anaomba ni maombi gani? Secret prayers. Yule mwanafunzi akafutiwa namna Yesu anavyoomba. Sisi tunaomba hapa, this we call public prayer. Lakini kuna secret prayer. Kuna family prayers. Kwa hivyo neno la pili katika maisha ya kijana anayekuwa, kwa sababu nawaambia ni masiwa ya kiroho. Hiyo masiwa inasema kijana huyu awe kijana wa maombi. Ukisoma Biblia yako na kuomba, utakuwa kijana ambaye ni supafu, anayeendelea kukua kiimani katika matendo mema na katika kila tendo. Ndio sababu tuliimba some buku yao sabe butambe na liora akoreki urakine. Kwa hivyo kusoma Biblia na kuomba, hiyo ndio itakufanya Mungu akuheshimu, ndio itakufanya ukue kama kijana. Nimesoma matumbaro jikweli. Ukule protein. Nimesoma nini? Hayo ndio maziwa ya kiroho. Kusoma Biblia na kufanya nini? Na kuomba. Utakuwa sehemu zote, utakuwa kwenda juu na kupanuka. Najua urefu ni Mungu anapeana kwenda juu, lakini hapa ni wewe unajitetea. Kwenda juu, urefu ni Mungu anapeana. But hapa ni wapi utakuwa, ni kwenda juu ama ni hapa? Ama ni sehemu zote? Haya, tumebaki principle ngapi? 2, tuko karibu kumaliza. Ama niachie hapo? Haya, principle ya 3. Principle ya 3 inapatikana katika Hebrews 10 verse 25. Hebrews 10 verse 25. Hebrews 10 verse 25. Hebrews 10 25. Simama usome na nguvu. Not forsaking the assembling yourselves together. Msikose kufanya nini? Kukusanyika pamoja. Tumekusanyika hapa. Nimesema tukose. Tukose kukusanyika pamoja. Tusifanye nini? Ama mjaelewa? Imesema tukose ama tusikose? Tusifanya nini? Tusikose kukusanyika pamoja. Vile na wengine nao wanaendelea kukusanyika. Ama mnafikiri ninyi peke yenu mko hapa? In fact, tunaongea ma elders and deacons na deaconesses walikuwa wanafanya visitation, wamekusanyika pamoja. Nikimaliza kutoka hapa naenda kuwaona. Sasa vile tunaongea hivyo nakula lunch, tuende wanipe report vile wamefanya visitation, alafu niwafanyie seminar ya kurudi nyumbani. Na wao wanakusanyika. Unafikiri ni hao peke yao? Na wengine wanaendelea. Na wengine. Tusikose kukusanyika pamoja kama vile na wengine wanavyofanya. Kwa nini wanafanya hiyo? Tukifanya nini? Tukimisana sisi kwa sisi. Kwa kuwa ile siku inakaribia kufanya nini? Siku gani? Ya kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ili siku ile ikifika, itukute tuko pamoja, tunasali pamoja, tunajifunza Biblia pamoja, tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo inaitwa aje? Hiyo inaitwa fellowship. Fellowship. Kwa hivyo nawahimiza kama vijana, mwe mnakuja kwa wingi. Mkiita wengine wanakuja kwa wingi. Na fellowship together. Bila huyo amekuja na vijana wake. Na mimi ningekuja na wangu, lakini hawako pamoja nami, wamekuwa wakubwa. Wako mbali. Mnakuja mnajifunza pamoja. Kama uraja kubosani murama usembu yakubwa isikali. Lakini mokole nyange kanisa hili. Na ndonya moko nyaro bosani mokole ndo bakuli. Bakuli bokina na walo bagendo. Bosani enda tolio majere.
lakini asenjerere naki engia na ndo nyakubwanchete. Kama unampenda dada yako huwezi kusini na yeye, ukisini na yeye umpende. Unajua sheria za Mungu zimegawa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza zile sheria 4 ni uhusiano wa mtu na Mungu. Sehemu ile ya pili sheria 6 ni uhusiano wa mtu na mtu mwingine. Ndio sababu inasema usimuue, usisini na yeye, usimwambie uongo. Huyu ni mtu na mwenzako. Bora tu usimconfuse. Na wewe usiwe confused. Lakini kama ni convince Rabu ufanya maneno mazuri, hiyo ni poa. Unajua kuna mambo mawili, kuna decision and feeling. Hayo maneno mawili kama vijana ni vizuri uyafahamu vyema. Feeling and decision. Kuna tofauti gani? Unajua feeling inakuja na kuenda, sio permanent. Unafeel ufanya usini na yeye, ukimaliza inaisha. Hiyo ni feeling. But decision is permanent, unamuoa anakuwa wako milele. Kwa hivyo ninawaambia feeling and decision, they are two different. Usifuate feeling, ufuate decision which is permanent. Ukimwambia when I remember you, food not in it rot. You are serious, you want to make something serious. Alafu food itoke kwa tirot. Muishi pamoja kwa njia nzuri. Yes. So kuja pamoja, fellowshipping together ni jambo la maana. Huwezi kuwa Mkristo ambaye ni subafu kama hamwezi kuja na wengine pamoja. Kuna wengine nilipatisa walipokuja kanisani, huyo elder, wale wa mama wako huko wakasema, huyo nonya basi mubatiza kwenye meseketera arumaino. Mnafikiri atakuwa kanisani? Alafu anaanza kusema Ukristo ni moyo wa mtu. Nitaenda nikae nyumbani niwe Mkristo huko kwangu. Kweli atakuwa Mkristo kwake? Abande bali mwe minjire. Mumetoka katika kikundi hiki, wacha nikae huko. Akina fulani sione vile wako, akina pastor sione vile wanatuendeza, wacha nienda niwe Mkristo kwangu. Unaenda kuwa Mkristo kwako, huwezi kuwa Mkristo kwako. Hebu niwape mfano. Tulete jiko tuwakishe makaa. Makaa yamewaka kwa jiko. Uone lile kaa linawaka zaidi, ulitoa uliweka kando, linakuaje? Kwa nini? Haya, na ukirudisha kwa mengine. Sio naona kuna siri kuja na wenzako hapa. Ukienda uache vijana wenzako, msi fellowship together, usiende kanisani, utasimika wewe. Taenda kabisa. Huwezi kuwa Mkristo upweke. Ndio maana Biblia ikasema tusikose kufanya nini? Kwa hivyo neno la tatu la muhimu ni kufellowship together. You need me and I need you. Tuje pamoja, tuimbe pamoja, tusali pamoja, tujifunze pamoja. Tufanye hizo protocols ndefu pamoja. Tote bangana kio lio torosi. Ingia korosi. Na hiyo se kwa torosi njere yeye. Yo tuarosa ni twensi turamo ase njere ngi. Unabana kurumambi tuabarosi. Ndobaroseti. Na inu matoroseti ko beraga. So fellowship ya maana sana. Mebaki maneno mangapi? Moja ndio tunamalizia. Tuko karibu kumaliza. Hata Naamani aliambiwa aoge mara 7. Alifika mara 3 akaamua aende, akamwambia hapana, ingia ya 4. Akafika ya 4, ya 6, ya 5, ya 6. Lakini ya 7 kafanya nini? Sasa ya mwisho inapatikana katika kitabu cha Ezekiel 34 verse 7. Ezekiel 34 verse 7. Ezekiel 30 what? 34 or 33? 33 verse 7. So you son of man. Nimekufanya kuwa watchman. Watchman, mnajua watchman?
Watchman ni nani? Watchman ni ngo? Watchman ni yule mzee ana uniform, anafaa kofia, anakuwa na rungwa goseke bakokyo kombe kwa boko. Tena anakuwa na nini? Na firimbi anaweka hapa. Alafu atui akiwa msito anaweka firimbi kwa mdomo. Piriri nisaidie. Alafu akiwa msito tena anachukua kibao komba anafanya nini? Anamponda. Tena anakuwa na nini watchman? Na viatu ameweka. So Biblia inatumia the image of a watchman. Inatumia image ya watchman. Nimekuweka kuwa watchman. Arabu nini inasema hapo? Kwa hivyo utasikia neno kutoka kinywani mwangu. Kinywani mwa nani? Mwa Mungu. Ukisikia neno kutoka kinywani mwake. And do what? And want them for me. Yaani ni Mungu angewakemea lakini amekupa hiyo nafasi. No, 8. Nikiambia mtenda maofu, the wicked. Oh, you wicked man. Hakika utakufa. Nawe umkemei huyu mtenda maofu. Huyu mwofu atakufa katika uofu wake. Lakini damu yake nitaitamani mkononi mwako. Umekosa nini? Mungu atakuja kukudai damu ya mtu muofu ambaye amekufa. Nini ulikosa kufanya? Huku mkemea. Sasa atakuja kudai damu yake. Utapeana damu ya mtu amekufa? Unayo? Ni wangapi wamekufa utakuja kuulizwa damu? Unajua ni wangapi? Ni wengi. Kwa nini utaulizwa damu yao? Kwa sababu huko waambia makosa yao. Huko wahubiria. Ni wangapi? Ni wengi. Kuna ndugu zako? Huko waonya na wamekufa kwa dhambi. Kuna dada zako? Kuna wazazi wako? Utawaambia juu ya Yesu. Kuna majirani wako? Utawaambia juu ya Yesu. Wengi sana. Umewaambia ama hujawaambia? Wewe unaishi kwa madeni. Utakuja kudaiwa. Utakuja kudaiwa. Kwa hivyo sehemu ya mwisho ni kuhubiri. Kuhubiri ni wajibu wa watu wangapi? Wa pastors peke yao? Wa sponsor wenu? Wa viongozi? Kuhubiri ni kazi ya kina nani? Sisi wote kuhubiri. Tusipohubiri watu wakifa katika dhambi zao, tutakuja kudaiwa. Kwa sababu mko na vijana darasani hujawaambia juu ya Yesu. Mko na vijana sokoni hujawaambia juu ya Yesu. Mko na vijana mahali unakula mandazi na chips hujawaambia juu ya Yesu. Nawaambia niongeze hiyo chips tafadhali. Wanakuongeza. Lakini kuambia kuna Mungu wa upendo hujafanya nini? Hiyo ni lazima. Kuhubiri ni lazima. Kuhubiri ni lazima. Kufellowship ni lazima. Kuomba ni lazima. Kusoma Biblia ni lazima. Hayo maziwa tuyanywe. Because hayo ni maziwa ya kiroho. Hiyo ndio immunity ya Mkristo. Hiyo ndio immunity ya kijana. Sasa mnaniuliza tutahubiriaje? Hao wengine wameenda shule wamefundishwa homiletics. Homiletics ni swimming pool. Swimming pool. Na kitabu cha homiletics moja kinasema swimming pool. Unaingia ndani unaanza kuswim. Swimming pool ni nzuri. Umewahi kwenda Mombasa kuswim? Indian Ocean. Sasa ninyi mjasoma homiletics. Watahubirije pasa? Na wapasa wako hapa ambao wameswim mpaka wameogelea kwa homiletics mpaka sasa wako hapa wanahubiri. They are called apostolos. They have the message. Ninyi mnajua namna ya kuhubiri. Kwa sababu mtakuja kudaiwa.
Ni wangapi hapa mmewahi kuhubiri hata siku moja? Wewe nyoza mkono. Mmewahi kuhubiri? Ni wangapi hamjawahi kuhubiri? Ni wangapi hamjui kuhubiri ni nini? Sasa hebu niwaambie, kuhubiri ni rahisi sana. Kuhubiri ni rahisi sana. Namba ya kwanza, namna ya kuhubiri is your influence. Mfuto wako kama kijana. Mfuto wako inamaanisha tabia yako kama kijana inahubiri. Hata kabla hujafungua mdomo, watu wanasema huyu kijana kanisa imemsaidia. Huyu kijana hii prayer band anaenda imemsaidia. Huyu kijana kweli ni mja Mungu. Ni kijana wa Mungu. Hujafungua mdomo lakini tabia yako inafanya nini? Negatively ama positively. Ama huyu kijana ameleta shida kwa kanisa. Ameleta shida kwa prayer band. Ameleta shida. Ana kichwa ngumu, afanye nini? Asikie huyo kijana. Hata ukitaka kumrekebisha, arekebishe. Masa anasema ni torono. Kichwa yake ni ngumu. Hiyo ni negative. Positive, huyo kijana ni mja Mungu. Ni kijana wa Mungu. Ni Mkristo. Kama tungekuwa na vijana kama huyu, kenyorogia ide kiara koraki. Kiara korabase, kiara kugwena. Hayo ni mahubiri ya kwanza. Tabia yako kama kijana inaweza kuhubiri. Kabla hujafungua mdomo kuhubiri tabia yako. Your influence is important. Kuna njozi moja, I think Mama White alionyesha juu ya mtu mmoja. Tabia yake ilikuwa mbaya, lakini amesimama mbele kuhubiri. Kaambiwa afadhali angefukuzwa. Because kule kusimama na matendo yake hayaambatani, ni tofauti kabisa. Ni vizuri ukisimama kuongea na watu wa Mungu. Ni vizuri ukisimama popote. Tabia yako inadhihirisha wazi ya kwamba wewe ni kijana mja Mungu, mtu wa Mungu. Your influence. Neno la pili, jinsi unaweza kuhubiri is your giving. Usiniambie kijana mimi sina kitu naweza kupeana. Beke sukuma ne bitunguo tonga chikunia nse moyo. Yeso na alia mwana moiseke. Tonga iga. Abaibuli bakora gwatumbire chikunike sona round. Batanga no. Ntuzo kwara kyo mugonda asoko beke ndage. Inju. Sere dayas. Ayo jakera ke sona tonya kubasaba mugondo. Kera baisi bali baire migondo yonse. Yeso na weta igase nafasi yere. Beka marabe guniengi moko ulelie ntambe. Esukume wetana negunie yengima. Wiki okonyoro sibesa chetande cha mabutali okuyaga. Ne sadaka, ne tithes yao. Ukubeka chikuni 10, aya ne tajiri. Aya no bata sokubeka chinyani. Tugachi ngoko. Rosie ke sumu. Ke sumu ega kaiga biyaiga. Ubeke chingoko kurwali na sa kaiga. Ubeke chingoko ma biyaiga. Chiturage bichuchu biyaiga. Waka chisa biyaiga. Ore chenga biyaiga. Yes. Jana tukire chingoko paka 1000. And singo para 1 2 3 paka 1000. I know. Musa besa te gokobora. Elinda nayo randi se etaisi yao na gendoki. Ne sadaka. Ine njira ya kabere. Njira ya gatatu. Ogo spare time. Ogo spare time. Okoligia abantu bane boko gutarira omwaka omugima. Abantu 4. Not more than 4. One full year okorandiria abantu barenga. Bane boka. Basa bane gakimba gosinya. Only 4 people korandi omwaka omugima. Bono wacha gomboli na kingo ba approach ritangani. Oyomo no yogajire kanisa otari gocha. Mekene mnanada. Abantu bali kana
wewe kama ni mtu tayari wewe kanisa lako mara basi utaka tuone tayari na watu na kwa sababu ile kila mtu akaje kanisa ndio ndio baraka wao ni mataka kuamba sasa hiyo ndio sababu hata ngoja wao ndio naye hapo ndio sababu ndio kila mtu yote ya hata mambo kama kurani mpaka ndio kanisa haya ndio mtu grande baya umuntu utaja koja kanisa na ero utamanye utaja koja kanisa na yeye kera mambo ero usingere nyo kere sana mambo ndio lakini wala haikaya ndio basi ndio atuone utaja watu bana na watu wale kiara ngo rambanje na wasoma ngine yo na wako yarenga ni mama ene nyanya wasoma ene kuja ko discuss kuwaro bona ki principle 4 nene ndio ko Rusia agara jike Umusaya eliokine osome kubyao talibo eliokine abo mondo gendoki wa masaba talibo eliokine abo mondo bobusanga kwande kanisa kwande kwaya utabuna prayer band muna turaiga kusanga ne biombe ao bikwegere buku digane yasa umusaya abo mondo kuranga 4 principles for umusaya okay Yoma na wako asilingana lia. Amen. Wonderful. Thank you, Pastor. Bareka wa sende weneli nganeli. Biamon. Actually, noite bunate bana swimilia se okorandia. Lakini samoni yetire yani njeire ya chire ngao. He has become of experience. Now that is going on, it seems it's when we need him most. Actually, this is a wonderful presentation. May God be glorified because of this good approach he has given. Amen? Tutaki kuendelea zaidi na mwili unataka upate break kidogo na tuongeze betri yake ambayo ni chakula kipindi yake abo tegete tutelele kwezi ya story tumsifu Bwana na wimbo wangu ule wa kumsifu namba 13 lakini tuimbe katika lugha ya Kiswahili. Sifu Mungu sponsor wetu. Karibu. Omochanta kunesai, yamana singi chubirwao, yamana singi chwa tulekwe. Kero mera na basai, program kumande kero tabe kwao. Yamana singi singi yatwa kwegeli kwa sumu la sobono, mane koranti kwa yamana basai, tale kwa na ngoli geti. Kwa ile kero wacha kwao, ndio tunyo chokwa ile kamera, basi kero kwa kana kale. Kaba mwananchi kwa bono uzatwa kweli butara selection kusala ngolito. Amen. Okay, thank you, Pastor. Now this is the way to go now. We go for lunch break. About 40 minutes or so. Alafu hatuwezi kuenda kama wakafiri. Tutarudi hapa ndani sote ili tupate matangazo ya mwisho, tuombe ombi la mwisho ndio tuweze kufanya nini? Kutawanyika. Amina? Amen. So that's orderly how we should be. Na kuanzia leo
homework. Tuende tufanye hiyo homework. We go and Google maana ya band na seminar, ili tuone ni jina gani ambalo linafaa katika kukutana kwetu kila tunapokutana katika hali hii ya kuomba. Kwa hivyo tufanye hiyo work extensively and intensively, ili tukikutana tena tuweze kuona ni jina gani ambalo linatufaa vizuri wakati tunapokutana kama leo tumekutana hivi, ili tuweze kuita hali hiyo ya kukutana kwetu hilo jina ambalo linafaa. Haleluya. Ninajua hili jina bandi limetokana na sisi pastor, lakini katika hali fulani na halikuwepo, na nyakati hizi limeanza kushika kazi sana, lakini tuliporudi kama viongozi wenu tukalitafakari, tukaona ni kama hatuendi vizuri. Ndio mkasikia apostolo akasema kwamba kuna prayer band na kuna church band. Sasa hii ni kweli na kuna prayer warrior, kuna hayo yote, lakini tuende tutafakari katika dictionary zetu. Lakini dictionary, ukipata dictionary hapa inaitwa Webster Dictionary, hiyo ndio itaweza kukupa maana halisi ya jina jinsi lilivyo. Webster Dictionary. Usimalizie hizi zingine, uende kwa hizo zingine, lakini sana sana uangalie inayoitwa Webster Dictionary. Alafu na kuna Bible Dictionary. Hizo mbili, ile maana itatoa hiyo maana ndio tutachukua, alafu tuweze kuifanyia kazi. Naona kiongozi amekuja, pastor ambaye alikuwa Peace Elsewhere. Sasa hebu nipatie nafasi hii atusalimie. He is the secretary to pastors. Kwa hivyo Pastor James, karibu utusalimie na uombee chakula, maana tunaenda for lunch. Pastor, chola wangu baraka tunawao sabiri ndage. Basi tawasalimu wa mjambo. God is good all the time. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya word sahihi ambayo tumekuwa nayo, na ningependa kurudishia Mungu shukrani. Iendelee kutunufaisha sisi kama vijana, huwa tunawafuatilia. Ningependa uniambie ni harusi ngapi kutokana na hii. Nataka kuandika newsletter ya station, halafu tujue kutokana na hii seminari ni harusi ngapi zimetokana na hapa. Ekiagera nyuma tutaragenda igoro kinyangi nchikora tegendo kie nyangi nchiro. So ningependa kuwatakia mema, Mungu asidi kuwa pamoja nanyi. Tusimame kwa ajili ya kuombea chakula. Pastor wetu David mentioned kuna jambo atatuambia la mwisho, maana simulisikia hii ndio is last stay with us. Kwa hivyo tafadhali, it's by the way, maana tunamaliza. Wacha niseme kifupi. Tarehe 14 mwezi huu nina sherehe ya kulitaya huko Nyakunguru district, lakini tutafanyia Getenga. Sinawalika kama vijana wangu, ama ni vibaya kualika? Ni wangapi unaona vyema nimewalika? Karibu kupitia kwa kiongozi wenu. Tunaomba.
Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya kutupa kipawa cha uhai na uwepo wetu hapa siku ya leo. Tumeweza kusikiza neno lako kupitia kwa mtumishi wako. Naomba ya kwamba Mungu wetu liweze kutunawilisha kama sisi vijana, ndiposa tuweze kukua jinsi vile vijana ambao ni mashujaa kina Daniel, Shadraka, Meshach na Abednego walivyosimama wakawa washindi. Tunajua ya kwamba tukidumu ndani yako tutakuwa washindi na hata zaidi ya washindi. Wakati umewadia tunapoenda pia kupata chakula cha kimwili. Tuomba ya kwamba Mungu wetu kibariki, kitupe nguvu ya kufanya kazi yako na kazi zetu pia, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bono iko togo soka isiko twensi hata viongozi tutakutana baadaye. For now we are going for lunch. Kwa hivyo tutaelekezwa jinsi ya kuweka line tuwe served, alafu tukule katika hali ya abarai ntumerane. Abarai roli nchiko cha bosia iga abarai bakire Mungu wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiwe bado hujawapenda. Wasituondoe chuki mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Iringi ya subusi buiko bwense tatorigoro utatigo kubwati ikiagerani gukaregoteo manubwate chiburani chingia asikiro yo muitura nubwate mirubirie mia asukiro musaururiga kyoganeti tatu musaumu yago korere agutrust tamokao bakwigene tata bwa mabira bokamba akora chipurani mba kunyaro mone guikera Yesu rigoro ikeni ogotekere tu akwigene tata nubwate chipurani chingia asekero yo muito tata rigoro pia mono singichwa pastor baito monene pia mono singichwa bara yo monene bachorera se department yo monene bachisia basaba tata korengia pastor baito monene barura mangana maya tata rigoro no basemi oboro bia Yesu rigoro
bukuruguru munyamabira mange bona ali tuiguro monene igo gotenga tuyesibirania siri gotirito gotogosoka twende gotebia abandu obuyobo monene bono ngwatanekana turu munyamabira mange twari gusaba monene uri kwabara kwabaikibia kwabakisabali cia mabira baikebia nandi kubako genda omonene ogende na barabu baisabaria mabira uika kwabaikibia Mungu wetu kitutendea yao tutasema asante, tutaendelea kuinua kila wakati Mungu wetu. Tunaomba haya machache tukiamini utasikia maombi yetu kupitia kwa jina la Yesu safi aliye mwombezi wetu. Amen. Kwaheri wenzetu wote tutaonana. Kwaheri wenzetu wote tutaonana. Mungu akipenda tutaonana. Mungu akipenda tutaonana. Okay, sawa. Mbarikiwe.